Ndugu zangu, taasisi yetu ya Khidmatul Umma ina tabia ya kuleta kontrakta wetu. Sio kama ninatuma hela Sheikh Hussein jenga, Mzee Haruna jenga. Hawajapokea hata shilingi hawa kwenye akaunti yao wala kwenye simu yao kwa ajili ya ujenzi huu. Hapana. Kontrakta ni wa taasisi. Akishajenga msikiti, maana huyu katoka kujenga Simiyu. Katoka Simiyu tukamleta hapa. Na hapa sasa hivi akitoka anaenda kujenga kituo cha watoto yatima Dar es Salaam. Sasa huyo kontrakta huyo ndo tunampelekea pesa na yeye ndo anajenga. Maana Sheikh Hussein mpaka hata ufunguo wa hapa mahala hapa alikuwa hana. Makontrakta ndo alikuwa nao. Kuna wakati fulani alikuwa anataka kuja kupima mimbari, akanipigia simu na funguo. Lakini kwenye mtandao umemchafua, sio kauza msikiti, alafu sio kapata hela ujenzi, sio kajenga nyumba, sio kafanya nini. Jamani, hatuogopi kufa jamani? Jamani, tuogope kuna kuhesabiwa jamani. Maneno yanaandikwa haya, alafu unapoandika kwenye mtandao unavorusha wewe unarusha tu, lakini unaona watu wengi sana, yani umesengenya na watu wengi kweli. Sasa siku ya kiyama utakwenda kumpa maujira yako yote, mathawabu utampa Sheikh Hussein, utanipa mimi, utampa Sheikh Haruna, lakini bibi mwenyewe yuko pale aliyetoa Bibi Mariamu Ramadhani Kara yuko pale. Kwa ndugu zangu, hakuna kwamba mtu kauza msikiti wala mtu kapata hela ujenzi wala nini. Mimi hapa ndo mwenyekiti na mimi hapa ndo nilikuwa nimefanya mambo yote, na sikumbuki mimi kuwapa hela hawa ya ujenzi hata kidogo. Wao hawajachukua chochote. Wao wametaka tu nyumba ijengwe uweze kufanya ibada pamoja na watu wa Kanyenye. Watu wa Kanyenye mwapongeze sana hawa na mwashukuru sana. Sasa utaratibu wa taasisi yetu ni hii katika ujenzi, lakini utaratibu wetu mwingine katika uendeshaji wa msikiti. Katika kuendeshaji wa msikiti ni kwamba sisi mamlaka yote tunamwachia imamu na kamati yake. Allahu Akbar. Mamlaka yote yanakuwa nayo imamu na kamati yake. Hatumwingili chochote sisi. Haya mabanda yote yamliona haya mabanda tuliojenga haya ni kwa ajili ya kusaidia msikiti usipate tatizo. Kuna mafeni yanazunguka haya, kuna mataa yanawaka haya, kuna sijui kisima hapo, kuna sijui kitu gani. Haya mambo yote haya yanataka gharama. Ili feni izunguke inatakiwa ilipo luku, sio? Ili maji yatoke kisima kiwe sawa sawa. Sasa yote haya ni gharama. Sasa katika gharama hizo gharama hizo zitakazopatikana kwenye mafremu haya, imamu atakusanya pamoja na kamati yake, atalipa gharama zote hizi pamoja na yeye mwenyewe na mtu atakayekuwa msaidizi wake, kama ni mwadhini, kama ni nini, atajua yeye na kamati yake. Sisi hatuulizi chochote. Takbir! Allahu Akbar. Sisi yani kuwakagua hawa ni kupitia feni. Mbona shehe waki bana, kuna shida gani bana? Taa mbona iwaki sheke? Mbona koki pale imekufa sheke? Ndio kuwakagua. Lakini hatutaki sisi kujua kwamba wamepata shilingi ngapi, alafu wametumia shilingi ngapi, alafu change iko wapi. Hatutaki kabisa. Kuna mahala waliniita mimi Mtwara kule, msikiti kama huu mkubwa nimejenga pale. Wakawa na matatizo na imamu hivi, wakaniita pale. Wakanipa kesi hivi. Nikasikiliza zile kesi. Mwisho nikaambia sikiza, nasema mimi mwenyekiti sasa naamua sasa. Nasema hivi, pesa zote zinazokushana tena za mchango, tuanda frame hawana wale. Za mchango za Ijumaa na za swala za kawaida. Zile wanazitolea macho waumini. Nikaambia nasema hivi, imamu atakusanya mchango wote, atalipa umeme, atalipa maji, atalipa gharama zote za usafi na kila kitu. Msikiti uwe okay, kama kuna matengenezo watafanya, kila kitu akishafanya, change ikibaki. Sasa wanakaa masikio makubwa na hivi. Kuna nini hapa? Change ikibaki, walikuwa nafikiria watapewa sio hesabu sio waumini. Nikasema change ikibaki, imamu kula na familia yako, ruksa. Na hapa nasema hivyo, akishakuwa amesharekebisha kila kitu, hakuna kitu kimeharibika, kimefanya nini, change ikibaki. Sawa change ikibaki, Maulana Hussein pamoja na kamati yako mtajua cha kufanya, kula ruksa. Hatutaki mtu yoyote apate kuwauliza sijui kitu. Ruksa.
Kama taasisi sisi ruksa. Shekhe, mtu anajitolea huyu, anakaa mbele hapa anaswalisha, anaacha shughuli zake, anatakiwa afikirie namna gani watu watafanya ibada. Shekhe, sio kazi ndogo hii. Wewe kama unaweza njoo ukae wewe hapa kama hujakimbia siku mbili. Kwa watu wache wenye fani yao, wenye elimu yao waongoze hapa na wapate hicho ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala kawajalia. Usikiingilie. Na hivi Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania hataki kabisa maimamu na masheke wapate shida. Mheshimiwa Mufti mara kwa mara katika mazungumzo yake anasema, kama mtakuwa mnakumbuka, anasema jamani, huko ugenini, huko kwingine, huko ng'ambo, huko watu wanapata sana. Imamu ana Land Cruiser, ana nyumba nzuri, ana nini, lakini hapa kwetu shida. Na ikipatikana kuna pipeline imepatikana, watu wanataka kumpatia basi maneno. Kwani wewe na kuhusu nini? Kama kala hela ujenzi, wewe na kuhusu nini? Si mimi hapa. Mimi sinatakiwa nimpeleke kama polisi, mimi kama kumshtaki, kama unalalamika nini wakati wewe hujafanya kitu? Kafanya hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tufahamiane sana.